Yesu, niko hapa, nishike mkono Bwana Yesu, unielekeze hadi kwenye kazi yangu. Nishike mkono Bwana Yesu, nielekeze kwenye hatima yangu. Nishike mkono Bwana Yesu, nielekeze kwenye amani. Nishike mkono Bwana Yesu, nielekeze kwenye ushindi. Nishike mkono Bwana, unitoe kwenye madeni, unitoe kwenye magonjwa, unitoe kwenye kudharauliwa, unitoe kwenye levo ya chini, uniunganishe na wafalme. Sema, Bwana Yesu, mimi ni wako, usiniache mchana wa leo, nisamehe dhambi na makosa, ukaniweke huru Bwana Yesu, unielekeze mpaka kwenye destiny yangu. Ambia Bwana Yesu, jina lako libarikiwe, maana ndiwe Mungu wa pekee. Kwa Yesu tumeomba, amen. Kitabu cha Methali 23 mstari wa 7. Pastor Nicholas anasoma 7. Biblia inasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Akuambia haya, kula kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Amen. Amen. Ndivyo nafsi yao wakuonea wivu ndivyo ilivyo. Yes. Wanakwambia kula, lakini roho yao haiko pamoja na wewe. Amen. Haleluya. Ndivyo wanavyokuangalia, ndivyo unavyokula. Wanasema kula, lakini roho yao haiko pamoja na wewe. Haleluya. Ukitaka kujua yule mko na yeye enjoy siku moja, mwambie ndio kuna mahali nimepata plot nataka kujenga, alafu angalie roho yake, utajua ni nani ule karibu na yeye. Amen. Bwana Yesu akuze. Amen. Wakati mmoja nika post katika nini, nikataka kujua wanadamu ni nani, nikasema haya, nikaenda airport, nimeenda Canada. Uliona? Bwana Yesu akuze. Nikasema nimeenda Canada, nikaanza kuona pale chini mpaka mwingine nikasikia akasema nakuja salon kustopisha. Why? Bwana Yesu akuze. Kuna wale ndio tulikuwa tunakula na tunakula naye hapa, nikaanza kuona wakaanza kurudi nyuma. Kapigiwa simu. Kwani unakula peke yako? Ndio siku nikaona wakaenda wakashikana na maadui kidogo, na nikajua wako na maadui, nikajua nitangulia kujua, niambia Mungu nionyeshe hao watu tunaenda nao ama tunabaki. Naenda Kanani. Siku moja Bwana Yesu akuze. Siku moja mwanangu, nakuombea leo ukitoka hapa, Mungu akupe pesa. Amen. Wende weke nywele ya bei kali na Mungu akupatie pesa. Ushone nguo ya bei kali. Weke ile kiatu sasa kama twende ukanosa kutoka. Weka baadhi ya unaenda hapo, nenda Dubai. Sasa waanzie pale kwa plot kwa natoka pale. Ndio utaona ukumbe hauishi na watu, unaishi na adui. Hapo ndio utajua rafiki wa kweli. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Nikaposti pale chini dada yangu. Nikaposti kama kukua mke wangu. Bwana Yesu atukuzwe. Akaanza kuongea kidogo pale. Iko na mpaka maadui walikuanga walifollow, ndio na wameanza kufollow. Nikasema follow, wakakuwa wengi, wakasababisha mpaka wakakuwa wengi. Haleluya. Na maanisha nini? Salamia mtu ambaye jipe mwenyewe. Amani jipe mwenyewe. Haleluya. Ukitaka kujua mtu ambaye unaishi na yeye, wacha siku moja mlikuwa mnaombana chumvi. Kama nani? Nisaidie chumvi. Siku moja ukose kwenda kwa wake chumvi. Akuja kwa kapata amenunua chumvi ya 80. Alafu angalia kubivu kwake. Ndio utajua wewe ni nani. Haleluya. Utasikia siku hiyo roho inarudi chini. Umetoa wapi? Mungu abariki. Kesho utamwona. Ile urafiki ulikuwa unaona simu kila wakati, hautaisikia. Itabidi aende aongee na maadui, aseme Mungu anasema ukweli. Huyu mama njia zake si nzuri.
itabidi akutoke aenda ungana maadui wenye alikuwa anajua ni maadui wako, uanze kupinga. Anza kutangaza sasa, Mungu akuondolee sasa maadui, uanze upya maisha yako, uanze kuenda na Yesu kuliko uliokaa nao, kumbe wanakuundia chelesa. Mwanangu, ukitoka hapa leo na kuombea Mungu hakupepesa, weke perfume, ukipita perfume na baki nyuma, halafu utege sikio wanasema nini. Hapo ndio utajua hao watu ni wako kuzika, wanaweza kuzika. Amen. Mpende Yesu. Amen. Haleluya. Kwa watu 100, marafiki uko naye 5, ni wawili tu watafurahia mafanikio yako. Lakini kuna watu wanakupenda kwa sababu hauna, wanakusaidia. Haleluya. Natangaza leo, wewe ambao ulikuwa mtu kukopa na kuombaomba, natangaza leo, uende Mungu akupatie pesa, usiwaombe, watakuja waulize, wataanza kuambia siku hizi unaringa, isikusumbue. Haleluya. Na kupangazia jioni ya leo, Mungu akupatie pesa, uende ufanye bajeti supermarket. Bado ulikuwa umesema kuomba kibiriti, wasikuone wiki moja, halafu usikize watasema nini. Ndio utajua kwamba kumbe mwanadamu ni mwanadamu. Alafu ndio usome kitabu cha Mwanzo 6. Anasema Mungu, najuta kumba mwanadamu. Kama Mungu anaomba mwanadamu, anaacha Mungu anaabudu Mungu, anaishuhudia. Sembuse wewe. Haleluya. Natangaza siku ya leo, Mungu akuunganishe na kina Jetro, akuunganishe na marafiki ambao watakupeleka mahali. Mungu akuunganishe na marafiki ambao wanafurahia mafanikio yako. Mungu akuunganishe na marafiki ambao atakusaidia kwa maono hadi utumize ndoto yako. Amen. Popote mahali kuna msaidizi wako, hata hao wa kike, Mungu atumanishe mfanye biashara na yeye. Mungu atumanishe aje akuwekea kazi kwa kampuni. Mungu asababisha aje akwambia nani, niliona juzi unajua kusonga, tufungue saluni. Piga makofi na Mungu afungue hiyo njia. Mama nani, niliona juzi unaweza kufanya biashara, tunaweza fanya nawe biashara. Niko na pesa lakini sina knowledge ya biashara. Naomba tufungue. Haleluya. Mungu atumanishe msaidizi aje akusaidie. Wewe ambao umechekwa, wewe ambao umedharauliwa, wewe ambao umekaa kwa mlango sana, natangaza mbingu zitumanishe mtu aje kwako kutafute jioni ya leo. Mungu aile mtu usingizi mahali, Mungu aile mtu mahali amani, aje akutafute, aje akuconnect mahali unafaa kwenda. Haleluya. Siku moja nikawa kule Narok, tumetoka mahali, pikipiki yetu imekataa. Sasa tunasukuma ile pikipiki, bahati nzuri kukatokea gari. Siku nilijua Mungu yuko. Sisi kama kuna mtu anaamini tunazungumza, tukawa tunatoka Mau. Ngapi unajua Mau Narok? Tukawa tunaenda Narok, pikipiki imegomea mahali panaitwa kwamba Kisiriri. So tunasukuma motorbike na tujui tutafika lini. Lakini unajua Mungu alifanya maajabu. Kuna gari ikapaki ya mbele, ikaanza kuna reverse. Kufika penye tulikuwa tukaambiwa, ikasimama, tusaidie kusukuma. Tukasukuma, ikawaka tena gari. Kufika mbele, tukaweka pikipiki nyuma, ilikuwa kama probox. Tunasukuma tunaenda. Kufika mbele kidogo tu hapo, nikakubali gia ya mbele. Nikamwambia Mungu, kumbe unaweza sababisha kitu kikatae mpaka wakupate wewe. Ndio kitu kiendelee. Waliokudharau, kila kitu kisimame kwao mpaka ufike hapo ndio wapate uhai, mpaka ufike hapo ndio wapate amani, ndio wapate kile ambacho tunastahili kipate. Haleluya. Kama ni mashamba, wakilima shamba yako, ikatae jirani asongeshe mpaka ikuwe na kesi, waseme kuna fulani anajua mali mpaka iko atafutwe. Wakisema ako mali, wakutumie transport uende. Ukifika hapo mambo sawa. Piga makofi ya kilomita. Popote ulikataliwa, utafutwe, kila kitu kisimame mpaka ufike hapo. Hata kama ni mume wako alikukataa, magonjwa ingie ndani yake, yule ako karibu naye amtoroke, mama yake
amtoroke, ndugu yake amtoroke, mpaka utafutwe. Ukifika ukitanda anapona. Inawezekana. Salamia mtu, mwambie Yesu akiwa enzini mambo ni sawa. Haleluya. Salamia mwingine, mwambie Yesu akiwa enzini mambo ni sawa. Mwambie tumehakikisha. Haleluya. Amen. Yesu ni Mungu wa ajabu. Yaani natabiri leo, aliyechukua duka yako, yaani iwe na kesi. Aliyechukua shamba yako, yaani kuwe na kesi. Anaishi kwa nyumba yako, yaani kuwe na kesi. Kuwe na magonjwa. Daktari akipima anasema kama kuna mtu linang'anya nyumba. Haleluya. Kama kuna mtu linang'anya nyumba, nasema Yesu kuna kamama mahali. Basi batafuteni kale kama mtu. Vile Daudi alitafutwa, Mungu akamrisha kwa jeshi, kukatokea Goliathi. Goliathi akatusi Mungu wa Israeli. Wale mandugu wa kina Daudi walikuwa wenye vifua, watu wanene. Yesu akajua hawa ndio wapigana vita, lakini walishindwa vita. Daudi akatafutwa porini, wakaleta watu wakeekewa mafuta. Mafuta ilikataa. Samueli akakaa chini akasema hapana, na ngojea kuna mwingine. Yesu akasema kuna kamutu kagile kanakaanga kulu kwa porini. Akasema Yesu huyo ndio nataka. Amen. Salamia mtu, mtingishe, mwambie wewe ambao umedharauliwa, wewe ambao ulisauliwa, natabiri leo kilicho ndani yako kianze kusumbua watu, kiwasumbue. Wakienda kwa mganga ikatae, wakienda kwa pasta ikatae, wakienda hospitali ikatae, wakitoa ongo ikatae, wakina masaika ikatae. Utavutwe. Daudi utavutwe. Hata kama wewe wa mwisho kwenu utavutwe. Hata kama wewe wa katikati utavutwe leo. Wewe mbingu ziachilie. Chochote kilichochiliwa kwa chako kirejeshwe. Chochote ambaye ni chako kirejeshwe. Chochote ambaye ni chako kirejeshwe. Chochote ambaye ni chako kirejeshwe. Iwe ni amani irejeshwe. Iwe ni biashara irejeshwe. Hata kama ulikuwa mwimbaji irejeshwe. Irejeshwe. Hata kama unaimba wimbo mahali leo isumbue mfalme, aseme wimbo ni nzuri sana, akope mwimbaji. Wakisema siku hizi hayuko, atasema hapana, mtafuteni. Yaani maanisha chochote unaifanya kizuri kikumbukwe leo. Hata kama niko ofisi wanaweka mtu mwingine mistake. Wako wasile kuna mtu alikuwa hapa, alikuwa anafanyanga vizuri, tumtafuta huyo mtu. Popote unaiweka biashara ikatae. Waseme kuna mama alikuwa anauza tomato hapa, yuko wapi? Atafutwe mali yuko. Haleluya. Hata kama unadaiwa rent, Mungu asababishe landlord apate magonjwa yaanguke chini, uende weke mkono pao, akwambie sasa sikiza, utaishi hapa mwaka mmoja. Piga makofi, sema inawezekana. Sema inawezekana. Sema yes. Haleluya. Hata kama mnawapa kuna mpango wa kando, natangaza wakiongea wanakosana, wakiongea matusi, atakaambiwa na shapeless, akitembea anatusiwa. Haleluya. Maana Mungu atamwamrisha
akipita akuletee maua. Hata kama uamini, yes, yes, yes. Hata kama hujawahi nunuliwa nguo, power and authority. Power and authority. Tunaamurisha roho itoe kwa hii madhabahu, ingie mume wako, ingie mke wako. Kila ambaye alikuwa anakifanya achane nacho. Hata kama ni uledi, sema natuma moto kule 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 kule. Natuma moto kule. Shika mavi yako. Natuma moto kule kule. Natuma moto huko huko. Natuma moto huko. Mimi ni wawili, si mmoja. Sema yes. Yes. Amen. Alichukua kilicho chako. Ikiwa Yesu anaishi, hapambane na yeye. Aliyefanya uteseke, ikiwa Yesu yuko, aanze kupambana nao. Aliyekuroga usipate kazi, ikiwa Yesu anaishi, leo hivi ikifika saa 9 awe mochwari. Awe mochwari. Mungu wetu ni mwaminifu. Yeyote aliyezuia baraka zako, tunatangaza leo ikifika saa 9 asipokuachana na wewe, jikute mochwari. Akifika mochwari, hakufa akifufuka usiku, anajikuta ako na maiti. Kutokezea maiti ingine imwongeleshe, wewe fungua fulani. Haleluya. Akitoka mochwari, anakuja kutangaza jina lako. Haleluya. Piga mtu kofi, mwambie inawezekana. Inawezekana. Yes. Amen. Mwambie unakasirika. Mwambie ikiwa Yesu anaishi, akashinda mauti, ni nani wa kunipinga? Ni nani wa